Bwana Yesu Kristo asifiwe. Karibu sana mpendwa katika kipindi chetu cha leo. Na tuna somo siku ya leo. Somo linalosema madhara ya kubaki ukikaa katika mazingira ya kiroho ambayo Mungu amekuambia usikae. Somo letu linasema madhara ya kubaki ukikaa katika mazingira ya kiroho ambayo Mungu amekuambia usikae. Jina langu mimi ni mwalimu Walter Moses Mrisha, na tutakuwa siku ya leo tunapitia somo hili zuri ambalo litakusaidia, litakutoa kutoka eneo moja la kiroho kuelekea eneo lingine. Na ni kabla ya yote ya kufanya ninaomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, na kushukuru kwa ajili ya wakati mzuri ambao Bwana umetupa. Asante kwa ajili ya yeye anayenisikiliza na yeye anayenitazama ambaye ameungana nasi katika kipindi hichi kizuri kitakachomsaidia. Bwana, njoo mahali hapa, utuongoze, utufunike kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Funike yeye ambaye anasikiliza. Mungu, naomba ufahamu wake ukapate kuguswa na neno hili, akapate kubadilika, na mimi nijalie ujasiri kwa jina la Yesu Kristo wa kuhubiri na kufundisha lile ambalo Bwana umenituma nifundishe. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini. Amen. Basi mpendwa, kama nilivyosema, somo letu linasema madhara ya kubaki ukikaa katika mazingira ya kiroho ambayo Mungu amekuambia usikae. Na tuna malengo mawili katika somo hili. Katika mafundisho ya namna yoyote ile lazima uwe na malengo. Na malengo manake ni kile ambacho Mungu anataka ukipate ndani ya somo hili. Kwa hiyo malengo yanakusaidia ukae vizuri na ujitayarishe moyo wako kupokea lile ambalo Mungu anatamani ulipokee, lile ambalo Mungu aliliweka ndani yangu wakati natayarisha hili somo, ili basi na wewe uwe pia umetengeneza mazingira mazuri ya kupokea kile ambacho Mungu anataka wewe upokee. Kwa hiyo tuna malengo mawili katika somo. Lengo la kwanza ni kujua njia au mazingira ambayo shetani ameyatengeneza ili ushindwe kufanya au kufikia malengo ya Mungu katika safari yako hapa duniani ya kwenda mbinguni. Ni kujua njia au mazingira mbalimbali ambayo shetani ameyatengeneza ili ushindwe kufanya au kufikia yale malengo ya Mungu katika safari yako hapa duniani ya kuelekea mbinguni. Na ni lengo kubwa sana hilo, kwa sababu ziko njia na mazingira ambayo shetani ametengeneza hapa duniani, na ambayo hayo mazingira anakusudia yakikukuta au hayo mazingira ya kubane ili kukwamisha lile kusudi la Mungu au kukwamisha safari ambayo unayo ya kuelekea mbinguni. Ni muhimu sana ufahamu hilo jambo, kwa sababu wengi wanapitia katika mazingira ambayo shetani ameyatengeneza na hawajui, na hawayakwepi, hawajui namna ya kuondoka katika hayo mazingira. Na kwa namna hiyo wanafeli, wanazuiwa na shetani kufika pale ambapo Mungu anataka wao wafike. Lakini lengo la pili ambalo Mungu anataka ulifahamu katika somo hili ni kwamba ni ufahamu mipango ya Mungu anayoitumia ili kulinda nafasi yako, kusudi iweze kupokea baraka alizozikusudia uzipokee katika ufalme wake hapa duniani na mbinguni. Sikiliza kwa makini sana. Ni ufahamu Mungu kwamba ana mipango ambayo hiyo mipango yeye huitumia kwa kusudi hili, kwa kusudi la kulinda nafsi yako. Na nafsi yako inapolindwa na Mungu ni ili yeye sasa
hiyo nafsi ikae katika mazingira mazuri ambayo itaweza kupokea baraka ambazo Mungu amekusudia uzipokee ndani ya ufalme wake hapa duniani na mbinguni. Hayo malengo. Kwa hiyo fahamu hayo malengo vizuri. Malengo hayo upande mwingine yanafunua shetani, lakini malengo haya pia yanakuonyesha namna gani Mungu ana mipango yake katika kukuepusha na yale mazingira ambayo shetani anayatengeneza ili ukwame kufikia malengo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi msingi wa somo letu utatoka katika kile kitabu cha Hesabu mlango wa 33 mstari wa 50 mpaka ule wa 56. Kitabu kile cha Hesabu mlango ule wa 33 mstari wa 50 mpaka wa 56. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Maandiko yanasema, kisha Bwana akanena na Musa hapo katika nchi tambarare za Moabu, karibu na Yordani, hapo Yeriko, na kumwambia, nena na wana wa Israeli, waambie, mtakapovuka mto wa Yordani na kuingia nchi ya Kanaani, ndipo mtakapowafukuza wenyeji wote wa hiyo nchi mbele yenu, nanyi mtayaharibu mawe yao yote yenye kuchorwa sanamu, na kuziharibu sanamu zao zote za kusubu, kuvunja mahali pao pote palipoinuka. Nanyi mtaishika hiyo nchi kuimiliki na kuketi humo, kwa kuwa mimi nimewapa ninyi hiyo nchi ili muimiliki. Nanyi mtairithi nchi kwa kufanya kura kama jamaa zenu zilivyo. Nao walio wengi mtawapa urithi zaidi, na hao waliopunguka utawapa kama kupunguka kwao. Mahali popote kura itakapomwangukia mtu yeyote, mahali hapo ni pake. Mtarithi kama kabila za baba zenu zilivyo. Lakini kama hamtaki kuwafukuza wenyeji wa nchi watoke mbele yenu, ndipo hao ambao mtakao wasaza watakuwa kama sindano machoni mwenu na kama miiba ubavuni mwenu. Nao watawasumbua katika hiyo nchi ambayo mwakaa. Kisha itakuwa kama nilivyoazimia kuwatenda wao, ndivyo nitakavyowatenda ninyi. Asa maneno mazito sana. Ninateka mkazo katika ule mstari wa 55. Hiyo mistari mingine iliyopita nyuma ni kama tu utangulizi, lakini ninatamani sana uingie katika huu mstari wa 55. Uingie ndani ya moyo wako ambao unasema, lakini kama hamtaki kuwafukuza wenyeji wa nchi watoke mbele yenu, ndipo hao ambao mtakao wasaza watakuwa kama sindano machoni mwenu na kama miiba ubavuni mwenu, nao watawasumbua katika hiyo nchi ambayo mwakaa. Kisha itakuwa kama nilivyoazimia kuwatenda wao, ndivyo nitakavyowatenda ninyi. Sasa jambo hili alilisema pia Yoshua mwisho wa uhai wake, pale mwishoni kabisa. Naomba tusome pia kitabu kile cha Yoshua mlango wa 23. Kitabu cha Yoshua ni baada ya kitabu cha Hesabu, mlango wa 23 mstari ule wa 12 na wa 13. Mlango wa 23 Yoshua mstari wa 12 na wa 13. Yoshua anasema kitu kinachofanana na hilo jambo ambalo Mungu amelisema. Anasema hivi, lakini mkirudi nyuma kwa njia yeyote na kushikamana na mabaki ya mataifa, yaani mataifa haya yaliyobaki kati yenu, na kuoana nao na kuingia kwao nao kuingia kwenu, jueni hakika ya kuwa Bwana Mungu wenu hata wafukuza tena mataifa haya mbele ya macho yenu. Sasa sikiza kwa makini. Anasema, bali watakuwa mtego kwenu na tanzi na mjeledi mbavuni mwenu na miiba machoni mwenu, hata mtakapoangamia na kutoka katika nchi hii njema ambayo Bwana Mungu wenu amewapa ninyi. Bwana Yesu atusaidie sana.
Katika somo hili, kama somo linavyosema mazingira, madhara ya kubaki mazingira, ukikaa katika mazingira ya kiroho. Ninazungumza habari ya mazingira ya kiroho, ninamaanisha hali ya kiroho iliyoko katika eneo fulani, ambayo hiyo hali ya kiroho iliyo katika eneo fulani inachangiwa na aina ya maisha ya watu wanaoishi katika eneo hilo. Hiyo hali ya kiroho inachangiwa na aina ya maisha ambayo watu walio katika eneo hilo wanakaa. Mfano wa mazingira ya kiroho ni kama mahusiano. Mahusiano yana hali ya kiroho. Watu wanaokaa katika mahusiano wana namna yao, wana aina ya maisha wanayoishi. Sasa aina ya maisha ambao wanaishi katika mahusiano ambayo wanayo inatengeneza mazingira ya kiroho. Lakini ukiangalia tabia zako zinaweza zikaathiriwa na mazingira fulani ya kiroho. Tunaweza tukaangalia mazingira ya kiroho labda yako katika kampuni au biashara au ofisi au eneo fulani au ardhi fulani, nchi fulani, chuo fulani, kanisa fulani, sehemu ambapo watu wanakaa. Wale watu wanavokaa katika lile eneo, tabia zao, maisha yao, wanavyoenenda, inatengeneza aina fulani ya mazingira ya kiroho katika hilo eneo. Kwa hiyo kila nikizungumza habari ya mazingira ya kiroho, sasa uelewe ya kwamba ninazungumza kitu gani. Ni kwamba hao watu wanaokaa katika eneo fulani wanatengeneza ulimwengu wa kiroho ukae katika namna fulani. Sasa leo somo linazungumza ya kwamba unapokaa mazingira ya kiroho, kuna mazingira ya kiroho ambayo Mungu hataki wewe ukae. Na unakuta ameainisha hivyo vitu katika Biblia. Amesema na wewe kupitia ndoto, amesema na wewe kupitia watumishi wa Mungu, amesema na wewe kupitia neno lake. Lakini unakuta unapuuza kukaa katika mazingira hayo. Mungu unakuta ameonya usifanye vitu fulani na fulani na fulani. Lakini Wakristo wengi au watu wengi hawajui kwa nini Mungu ameonya hivyo, na kwa nini Mungu anaona nini mbele. Anaona nini mbele katika mazingira ambayo unakuta umekaa. Sasa unakuta wewe hauoni jinsi Mungu anavyoona. Mungu anavyoona ni mbali kuliko wewe unavyoona. Wewe unaona hapa, unaona karibu, lakini Mungu anaona mbali. Sasa wengi unakuta watumishi wanawakanya ya kwamba usikae katika mazingira fulani, lakini wao hawasikii. Mungu anakuonya usikae katika mazingira fulani, lakini wewe unakuta usikii. Mungu anakuonya usiingie kwenye kazi fulani, usiingie kwenye biashara fulani, usiingie mahusiano na mtu fulani, usikae na kundi fulani, uondoke kwenye nchi fulani, lakini unakuta usikii. Sasa ni kwamba hujui Mungu anataka kukuepusha na nini, na madhara ambayo utayapata ikiwa utaendelea kubaki kukaa katika hilo eneo. Naamini utangulizi huu utakusaidia uweze sasa kupokea hili somo vizuri mbele tunavyoendelea. Sasa nitaanza madhara moja baada mingine, na kila madhara au kila dhara moja nitaelezea kwa mapana linamaanisha nini na linaweza likazungumzia katika eneo gani. Jambo la kwanza, madhara ya kwanza utakayoyapata kama ukaendelea kukaa katika mazingira ambayo nimekuambia Mungu amekuambia usikae. Neno la Mungu limesema usikae. Watumishi wa Mungu wamekuelekeza usikae. Roho Mtakatifu amesema na wewe ndani ya moyo wako usikae. Madhara ya kwanza, sikiliza kwa makini. Kumzuia Mungu asitekeleze kwa ufanisi mipango na malengo yake mema aliyo nayo juu ya maisha yako. Itamzuia Mungu asitekeleze kwa ufanisi
mipango na malengo yake mema aliyo nayo juu ya maisha yako. Sasa nataka kurudi katika mstari ambayo tumesoma. Mungu alikuwa amesema wana wa Israeli katika hicho kitabu cha Hesabu 33 na katika kitabu cha Yoshua ya kwamba watakapoingia katika ile nchi, ya kwamba kuna mazingira ya kiroho kutokana na aina ya maisha ambao wale watu waliokuwa pale Kanaani, walio pale katika miji ya Wayebusi na Wahiti na Wahivi na Wagirgashi na watu wote wale, kuna mazingira ya kiroho waliokuwa nayo. Sasa Mungu alikuwa amesema kwamba watakapoingia wanatakiwa wakate maashira yao, wavunje madhabahu yao, waondoe miungu yao, hata majina ya yale miungu yasitajwe midomoni mwao. Sasa kwa nini Mungu alilenga hii? Alijua kwamba yale mazingira ya kiroho lazima yaondoke. Hayo mazingira ya miungu iliyokuwa mahali hapo, ili Mungu afanikishe wana wa Israeli wafike na kupokea baraka ambazo yeye Mungu anataka wapokee, lazima hayo mazingira yatengenezwe, yasafishwe. Saa nyingine watu wanaona ni shida sana Mungu alivyosema ya kwamba lile taifa, yale mataifa ambayo wana wa Israeli watayakuta wanapaswa wayaondoe. Hawakujua kwamba kwa nini Mungu alikuwa anataka kuwaondoa. Na Mungu akasema kwamba jicho lao lisiwaone huruma. Waondoe, waue na kuondoa wale watu. Najua wengine wanapopita katika hilo neno la Mungu hawalielewi kwa nini Mungu alisema. Sasa hii haimaanishi kwamba wale ni watu yani Mungu ni mkatili katika kuambia wana wa Israeli waondoe wale watu. Hapana, Mungu hakuwa mkatili. Kuna neno ambalo natamani nikutafutie. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Sawa? Kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 9. Katika ule mstari, Kumbukumbu la Torati mlango wa 9 mstari ule wa kuanzia wa 3. Anasema, basi jua siku hii ya leo kuwa Bwana Mungu wako ndiye atanguliaye kuvuka mbele yako kama moto uteketezao. Atawaangamiza, tena atawaangusha mbele yako. Ndivyo utakavyowafukuza na kuwapoteza upesi, kama alivyokuambia Bwana. Kwa hiyo ufahamu ya kwamba Bwana ndiye aliyekuwa anapiga vita juu ya yale mataifa. Ndiye aliyekuwa anapiga vita juu ya wale watu waliokuwa katika nchi ya Kanaani. Israeli walikuwa kama chombo. Kwa hiyo usifikiri kwamba Israeli ndio ambao walitaka tu kwenda kufanya vita na kuwaua wale, au ilikuwa ni kwa sababu zao binafsi. Mungu alikuwa na mpango na alikuwa anatekeleza kitu juu ya yale mataifa. Sasa anaendelea, anasema hivi, usiseme moyoni mwako, Bwana Mungu wako atakapokwisha kuwasukumia nje mbele yako, ukasema, ni kwa haki yangu alivyonitia Bwana niimiliki nchi hii. Kwani ni kwa ajili ya uovu wa mataifa haya Bwana awafukuza nje mbele yako. Mataifa yale yalifukuzwa kwa sababu ya uovu wao, si kwa sababu ya haki ya Israeli. Hapana. Yale yalikuwa ni kwa sababu ya uovu wa mataifa. Walikuwa wanatoa watoto wao kafara kwa miungu. Walikuwa wanakula damu za watu. Walikuwa wanachinja watu. Walikuwa wanakula mimba, wanapasua mimba za wamama na kula hao watoto. Walikuwa wamefanya machukizo mbele ya Bwana. Kwa hiyo taifa la Israeli likawa kama chombo ambacho Mungu anakitumia kuwahukumu mataifa. Na hata ukiangalia, ndio maana taifa la Israeli lilipokuwa limemkosea Mungu, Mungu alitumia mataifa yaliyokuwa yamemzunguka, ambayo hayo mataifa yalikuwa hayana agano na Mungu. Mungu akaenda kuwaadhibu wana wa Israeli.
Ndio maana Israeli walienda utumwani, ndio maana Israeli walienda Babeli, ndio maana Israeli wakati walipomwasi Mungu, Mungu aliinua mataifa ambao alikuwa hana agano lolote nao, ili kwenda kuwafundisha Israeli adabu, yaani kuhukumu uovu. Maana maandiko yako wazi, yanasema kila dhambi inastahili hukumu, na Mungu lazima hukumu, tena ana hukumu kwa haki. Sasa kwa ufahamu hilo jambo, kwamba waliondolewa katika ile nchi kwa sababu ya dhambi zao. Sasa Mungu aliwaondoa kwa sababu alivyokuwa ana mpango wa kuwaweka Israeli katika eneo hile, wale watu walibidi waondoke kwa sababu wangekwamisha mpango wa Mungu kuwaweka Israeli pale. Wangekwamisha. Sikiliza, labda nikuambie kwa namna hii. Mungu nakuta anataka uingie kazini. Anataka kukupa kazi. Sawa. Na kuna mtu ambaye alikuwa kwenye hiyo kazi, amemwasi Mungu, na Mungu amemwambia atubu, ageuke, ajirekebishe, lakini yeye akafanya moyo wake kuwa mgumu. Kuna wakati ambapo Mungu atahitaji kumuondoa yule mtu. Labda ni mtumishi ambaye amefanya shingo yake kuwa ngumu, ni mchungaji, ni mwinjilisti, ni askofu ambaye ameacha makusudi ya Mungu, ni mwalimu mkuu kwenye shule, ni rais ambaye ameacha kufanya makusudi na mapenzi ya Mungu. Sikiliza, ili Mungu akuingize katika hiyo nafasi, na amepanga kwamba akupe hiyo nafasi, lazima umuondoe huyo mtu na wewe ndio upate kukaa. Kwa maana yule mtu akikaa katika hilo eneo, itamzuia Mungu asitekeleze kwa ufanisi mpango wake wa kukuweka hapo. Mungu anataka kufanya mabadiliko. Unakumbuka Bwana Yesu alisema, hakuna mtu awekae kiraka kipya kwenye vazi kuukuu, wala hakuna mtu ambaye anaweka divai mpya kwenye kiriba kikuukuu. Maana vazi jipya likiwekwa kwenye nguo iliyochakaa itararua ile nguo, na divai mpya ikiwekwa katika kiriba kilicho kikuukuu, kile kiriba kitapasuka na divai itamwagika. Kwa hiyo Mungu akitaka kufanya kitu kipya, akitaka kukufanyia mpango mpya, kukuweka katika eneo alilolikusudia, kwa sababu umemuomba muda mrefu, kwa sababu umemtafuta na ana makusudi aliyoyaeka kwako ili ukae mahali hapo, lazima aondoe mazingira yatakayokukwamisha. Sasa kama hayo mazingira yanahitajika kuondoka, Mungu anaweza akakuingiza katika maombi ili utengeneze mazingira vizuri katika hilo eneo. Mimi nakumbuka siku moja nilikuwa ninamuomba Mungu, na Mungu akawa ameniambia nitapata kazi fulani. Nakumbuka kabisa. Na katika hiyo kazi kulikuwa na mtu mwingine. Sasa nikawa na shangaa. Mungu ananiambia nitapata hiyo kazi, lakini kuna mtu mwingine. Sasa mazingira hayo manake yalikuwa yamenibana, au yalikuwa hayaruhusu mimi niweze kuingia hapo. Kilichotokea ni kwamba Mungu, kwa kupitia maombi niliyokuwa nayo, kwa sababu katika habari ya mazingira lazima ushirikiane na Mungu. Umeona kama wana wa Israeli walivyokuwa wanaambiwa kwamba unapoingia katika hiyo nchi lazima uvunje hao madhabahu. Kwa nini Mungu asiende kuvunja madhabahu mwenyewe? Ni kwamba anahitaji mwanadamu ushirikiane naye, kutengeneza mazingira mazuri ambayo lile kusudi ambalo yeye amelitaka wewe uende ukalifanye katika hilo eneo liweze kufanyika kwa ufanisi. Kwa hiyo lazima ushirikiane na Mungu kupitia maombi. Lazima ushirikiane na Mungu na kupata maelekezo ya kwamba hilo eneo ambalo Mungu unataka kuniweka nitaliingiaje, mazingira yake ya kiroho yakoje, mazingira yake ya kimwili yakoje. Na kwa namna hiyo Mungu akupe mbinu za kuomba, Mungu akupe namna ya kuomba ili hayo mazingira yatengeneze nafasi ya wewe ukae, yatengeneze nafasi wewe uweze kutenda kusudi la Mungu katika yule eneo. Basi nilipoendelea kuomba, Mungu alikuja akatengeneza mazingira vizuri. Yule mtu akapata kazi nyingine,
alafu mimi nikapata kazi ile. Ule mtu akapata huduma nyingine, mimi nikapata huduma nyingine. Na nilipoingia pale, nilifahamu Mungu alikuwa ameniweka kwa makusudi maalum. Yule mwingine alienda kumpa kazi nyingine. Lakini kwa hawa ambao walikuwa ni watu wa nchi ya Kanaani, wana wa Israeli wasingeweza kurithi ile nchi pasipo kutengeneza hayo mazingira. Wasingeweza kukaa katika. Kwa hiyo yale mazingira hayo, kama ukiyabakiza, kama mazingira ambayo Mungu anataka uingie yako vibaya, na wewe hujashirikiana na Mungu kuyasafisha, kuyatengeneza vizuri, kama Mungu alivyowaambia wana wa Israeli washirikiane naye kwenda kuvunja yale madhabahu, sikiliza, yatazuia Mungu kutekeleza mpango wake. Maana Israeli hakika walipokuwa wameamua kuto kuondoa na kuvunja yale madhabahu, maandiko sasa ndio yanasema ya kwamba wale watu walikuwa tanzi, tena wakawa miba kwao, tena wakawa misindano kwenye macho yao, wakawa ni vifungo kwao, wakamzuia Mungu. Zile baraka ambazo Mungu alikuwa anataka zifike kwao hazikuweza kufikika vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Fahamu hiyo kwa makini sana. Fahamu hiyo kwa makini sana. Mungu akusaidie. Ni maombi yangu ya kwamba uweze kushirikiana na Mungu. Ujue Mungu anataka akufikishe wapi. Kwa hiyo uweze kujua maombi ambayo unapaswa kuyaomba, ili hayo mazingira ambayo Mungu anataka kuweke, ushirikiane na Mungu kuyasafisha, ili lile kusudi la Mungu analotaka kukuweka katika hayo mazingira alitekeleze kwa ufanisi. Alitekeleze kwa ufanisi. Mungu akusaidie kuelewa hilo. Maana yake hayo mazingira unatakuwa uyaondoe. Hayo mazingira uyaondoe, yasibaki vile vile. Sababu ya pili, madhara ya pili. Madhara ya pili, kushindwa kustahimili nguvu za upinzani wa shetani zilizoko katika mazingira hayo, kutokana na upungufu wa nguvu za kiroho ndani yako. Kushindwa kustahimili nguvu za upinzani wa shetani zilizoko katika mazingira hayo, kutokana na upungufu wa nguvu za kiroho ndani yako. Tusome kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza mlango ule wa 10. Wakorinto wa kwanza mlango ule wa 10, mstari ule wa 13. Wakorinto wa kwanza mlango ule wa 10, mstari ule wa 13. Maandiko yanasema hivi: jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili muweze kustahimili. Sasa chukua hilo, lishikilie. Sema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu, ila Mungu hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Kwa hiyo kuna kiwango ambacho Mungu anajua hapa hutoweza kustahimili jaribu. Kwa hiyo atakupa kipimo chako ambacho unaweza kumudu. Sasa kama kuna mazingira ambayo Mungu amekwambia usikae au usiyaruhusu na kwenda katika hilo eneo na kukaa na hayo mazingira yako hivyo hivyo kiroho, anajua kwa hakika ya kwamba hutaweza kustahimili. Maana hilo jaribu litakuwa juu ya kiwango chako. Hayo mambo utakayopitia katika hilo eneo yatakuzidi, hutaweza kuyastahimili. Ndio maana Mungu saa nyingine anakuzuia usikae katika mazingira hayo, kwa sababu anajua nguvu zako za kiroho ni ndogo, haziwezi kustahimili hiyo. Kwa hiyo anakuambia usikae mahali hapo.
Mfano Yusufu alijua kabisa nguvu zake za kiroho. Ukisoma katika Yusufu alipokuwa amefuatiliwa na anataka kushikwa na yule mke wa Potifa, alijua nguvu zake za kiroho kustahimili hapo haziwezi. Akakimbia yale mazingira ya uzinzi kwa sababu alijua hawezi kustahimili. Maanake kipindi hicho nguvu zake za kiroho sio za kutosha. Kwa hiyo alikimbia. Maanake kwamba hivi aliangalia mlango ambao Mungu ameufungua kwenye ile jaribu ili atoke. Hakubaki pale. Kwa hiyo hili andiko linaposema kwamba lakini Mungu ni mwaminifu hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Sasa watu wengi huangalia mlango ambao Mungu amekupa. Ukiona mlango, manake Mungu anajua ukiendelea kubaki hapo nguvu zako za kiroho ni ndogo, hutaweza kushinda. Kwa anataka uondoke katika hilo eneo, uondoke katika mazingira. Mfano watu unachati na mtu message za kimapenzi, message za mahusiano ya ndani sana. Unakutana na mwanamke analeta mizaha na wewe unajijua kabisa ni dhaifu katika habari hiyo, huna nguvu za kiroho kuweza kusimama. Sikiliza, ukibaki kuongea na huyo mwanamke, ukibaki kuchati na huyo kaka, ukibaki kuchati na huyo dada ambaye anaendelea kukusemesha maneno ambayo unajua kabisa huyu ana lengo la kwenda kuniangusha katika uzinzi, na unajua mimi sina nguvu ya kutosha kuweza kustahimili, ndugu yangu, madhara utakayopata ni kwamba hivi karibuni utaingia katika uzinzi. Ukiona unazungumza na dada, unazungumza na kaka, unazungumza na yeyote yule na ana malengo ambayo unaona kabisa ana ushawishi wa uzinzi, ukibaki katika lile eneo, madhara yake ni kwamba kama huna nguvu za kiroho kuweza kukimbia, za kuweza kustahimili huo ushawishi, uwe na uhakika utaanguka katika hiyo dhambi, mpendwa. Sasa unakuta Mungu ndani yako anaweza kukuletea ujumbe kwamba ondoka mahali hapo. Okay, Mungu katika neno lake anasema ikimbieni zina. Maana yake anakuambia usibaki katika mazingira ya kiroho ambao unaona kuna ushawishi unakuja kwako ili uingie kwenye uzinzi. Kimbia, maana anajua huna nguvu za kiroho. Na wakati mwingine ni kwamba hivi mazingira hayo atakuruhusu ubaki au uendelee kukaa kwa sababu anajua una nguvu za kiroho. Mfano Yesu, kwa maana alikuwa na nguvu za kiroho, alikuwa anaweza kukaa na wazinzi, alikuwa anaweza kukaa na walevi, anaweza kukaa na makahaba. Na Mafarisayo wakashanga ya kwamba kwa nini Bwana anaweza anakaa. Walienda kuuliza wanafunzi wao, kwa nini Bwana wenu anakaa na makahaba na wazinzi na watoza ushuru? Kwa sababu wao waliona kwamba ni mambo ya kiroho ambao walikuwa hawawezi kustahimili. Maana Mafarisayo walikuwa bado hawana Roho Mtakatifu, bado walikuwa wanaenenda katika dini, hawana nguvu za Roho wa Mungu ndani yao kuweza kustahimili na kuhubiri na kugeuza ambao wako wa namna hiyo. Sasa Roho wa Mungu alikuwa ndani ya Yesu Kristo na alikuwa na nguvu za kiroho. Hizo nguvu alizipata wapi? Alizipata katika mfungo wa siku 40. Lakini hizo nguvu pia alikuwa nazo Roho Mtakatifu aliposhuka ndani yake. Alikuwa ameitwa kwa ajili ya huduma hiyo. Mungu tayari alikuwa ameshampika, amempaka mafuta, amemjaza uwezo wa kustahimili na kufanya kazi ile. Hivyo alikaa ili awabadilishe, ili awageuze. Maana ukiwa na nguvu za kiroho, ukiwa na nguvu za nuru, utakapoenda kuingia katikati ya watu ambao wana nguvu za giza, wana nguvu za kuzimu, zile nguvu za giza zinatoweka, zinakimbia, zinakosa nguvu, zinashindwa kustahimili nuru ulio nayo, nguvu ulizo nazo, Roho wa Mungu aliye ndani yako. Hiyo utaipata tu pale utakapokuwa umesimama vizuri kiroho. Una nguvu za kiroho, lakini kama huna nguvu za kiroho hutaweza kustahimili, na Mungu hatataka ubaki katika eneo hilo. Maana hilo jaribu litakuwa liko zaidi ya uwezo wako, utakuwa huwezi kulimudu.
na Bwana hatataka ukae katika mazingira. Na ikiwa utakaa katika mazingira, uwe na uhakika na kuambia utaanguka katika hiyo dhambi. Kama huwezi kustahimili kumhubiria binti ambaye anakushawishi kuingia kwenye uzinzi, ukiendelea kuzungumza naye utaingia katika uzinzi naye. Sasa hiyo ni dhara ya pili. Sababu Mungu anafahamu kwamba hutaweza kustahimili kwa sababu huna nguvu za kiroho. Lakini anataka akupike kwanza, akutayarishe kwanza uweze kustahimili, uweze kuwa na nguvu za kiroho, ili utakapokutana na hayo mazingira basi uweze kuyashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu kile cha Matendo ya Mitume, mlango ule wa kwanza, mstari wa 4 mpaka wa 8. Mstari wa 4 na mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi: hata alipokuwa wamekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu. Mstari wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Yesu alipoambia wanafunzi kwamba wabaki Yerusalemu, wasikwende kwanza kuhubiri Injili, alifahamu ya kwamba hawawezi kustahimili vita vitakavyoinuka kutoka kwa Mafarisayo, kutoka kwa Masadukayo, kutoka kwa wakuu wa makuhani, kutoka kwa viongozi wa dini. Hawawezi kustahimili hiyo vita. Kwa hiyo wanabidi kwanza wasubiri, watulie Yerusalemu. Paka saa gapi? Paka wakati gani? Paka watakapokuwa wamevikwa nguvu za Roho Mtakatifu. Watakapokuwa wamevikwa nguvu za Roho Mtakatifu, watakuwa na utayari, wana nguvu za kiroho za kuweza kushindana na dini, kushindana na shetani, kushindana na mauti, kushindana na matishio ya kifo, kushindana na matishio na hoja za kidini zitakazoinuka kutaka kupingana nao. Na ndiyo maana mitume walikuwa wamejifungia ndani. Kwa nini walikuwa wamejifungia ndani? Walijifungia ndani maana yake walikuwa hawana nguvu za kiroho. Na Yesu aliwaambia, sikiliza, usiende katika hayo mazingira. Msijiweke katika mazingira ambayo shetani atakapokuja kupambana vita nanyi mtashindwa. Maana alijua kwamba wataanguka kama wataenda kwenye mazingira hayo ambayo kiroho yeye hataki kwanza paka wapate nguvu. Sikiliza mtumishi, kuna sehemu ambapo hutaweza kwenda kuhubiri Injili paka Bwana akupike kwanza. Maana ukienda kuhubiri Injili huko, unaweza kukutana na wachawi wakakuloga, ukapata shida kubwa sana, ukapata magonjwa ambayo wewe hujawahi kuyapata, ukapata vita na ukashindwa kuhubiri sawa sawa. Unaweza kwamba unataka kwenda kuwahubiria watu ambao hawamjui Yesu, labda ni watu wa dini nyingine, labda ni wapagani, labda ni watu ambao ni wa dini ambayo haimtaki Yesu kabisa. Lakini uwe na hakika Mungu lazima akupike, uweze kustahimili maswali yatakayotokea kwao, changamoto zitakazoibuka kutoka kwao. Maana kama hutoweza, Mungu lazima akupike kwanza, na lazima kuepusha hayo mazingira. Watu wengine wameokoka, walikuwa wametoka kwenye familia za kiganga na za kichawi. Mungu alijua kwamba tukiangalia na ile sababu ya kwanza niliyoisema, sababu ya kwanza ya kwamba kuna mipango Mungu anataka labda kukupeleka, kukufanyia, lakini mazingira yatakuzuia. Mfano, ndio maana watu wakishaokoka, Mungu lazima awaondoe marafiki walio nao. Wale marafiki waliokuwa wamewazunguka. Mimi wakati ninaokoka nilikuwa mlevi, nilikuwa mvuta sigara, nilikuwa mvuta bangi, nilikuwa muhuni, ninatukana matusi. Nilipookoka tu, Mungu alijua ili aweze kutekeleza mpango wa kunitakasa, lazima aniondoe na wale marafiki. Basi nikaanza ndani yangu tu Roho Mtakatifu alikuwa ananipa shida. Siwezi kukaa nao.
Na Mungu alikuwa ameniondoa hivyo kwa makusudi, kwa sababu alijua nikiendelea kukaa nao nitarudi kuvuta bangi, nitarudi kunywa pombe, nitarudi kuvuta sigara. Sikiliza mpenda, mazingira ya wale wanaovuta bangi, mazingira ya wale wanaokunywa pombe, mazingira ya wale ambao ni wazinzi, ukiendelea kukaa nao, maana yake na wewe utaingia katika dhambi hiyo hiyo. Maandiko yanasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Anaposema usidanganyike, maana yake unaweza ukadanganyika ukafikiri utakaa na kuzungumza mambo ya uzinzi na mzinzi, na wewe usiingie katika uzinzi. Ukaingia ukakaa na watu wenye mizaha, ukazungumza nao mizaha, na wewe usiwe na mizaha. La hasha mpendwa, sikiliza, ego fly with ego. Tai anapaa na tai mwenzake. Hawa ambao wanazunguka, ambao umeruhusu wakuzunguke, hapo ambapo mazingira hayo umeruhusu yakuzunguke, hayo ndiyo mazingira ambayo yatakukwamisha Mungu asifikishe kusudi lake. Maana hayo mazingira yumkini uliokaa bado hujakomaa kiroho, uwezi kustahimili. Sasa Bwana aliponiokoa na kunitoa vizuri na kunifunda vizuri na kunitia nguvu za kiroho, ndipo nilipoweza kwenda kwa wavuta bangi na kuambia bangi ni mbaya. Ndipo nilipoweza kwenda kwa wavuta sigara na kuambia sigara ni mbaya. Ndipo nilipoweza kwenda kwa walevi na kuambia ulevi ni mbaya. Tena nikitumia ushuhuda wangu ya kwamba nilipokuwa mlevi ilikuwaje mbaya kwangu, mambo mabaya niliyofanya, jinsi nilivyopoteza pesa, kwa sababu sasa nilikuwa nimefunguliwa macho. Maandiko yanasema kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenzake, watatumbukia wote shimoni. Kwa hiyo sikiliza mpendo, kama huna nguvu za kiroho kustahimili mazingira hayo na ushawishi wa mazingira hayo, Mungu hataki ukae katika mazingira hayo. Mungu hataki ukae katika mazingira hayo. Mungu aliwazuia mitume wasiende kuhubiri injili kwanza, kwa sababu alijua hawataweza kustahimili. Petro ambaye kabla hajapokea nguvu za Roho Mtakatifu, alipoulizwa kuhusu kwamba yeye alikuwa anashirikiana na Bwana, alimkana. Lakini baada ya kupokea Roho Mtakatifu, Petro aliweza kumshuhudia Bwana akisema, hukumuni ninyi wenyewe, tumtii mwanadamu au tumtii Mungu. Alikuwa tayari sasa na ujasiri wa kusema habari za Yesu na kusema na kumshuhudia Bwana pasipo hofu, pasipo mashaka yoyote. Lakini kabla ya hapo, madhara yake alikuwa anaonekana ni kumsaliti Bwana, ni kumsaliti Yesu. Alipoingia kwenye mazingira ambayo alikuwa hana nguvu za kiroho, Petro alimsaliti Yesu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa hana nguvu za kiroho. Sikiliza mpendwa, unaweza ukaenda kumsaliti Yesu unapokwenda kujichanganya na watu ambao hawamjui Yesu, kwa sababu kwanza humjui Yesu. Huna nguvu za Yesu Kristo ndani yako. Maana Yesu anataka utakapoingia, ukikutana na Muislamu, utakapokutana na mpagani, utakapokutana na mtu ambaye hamjui, sio ukae kimya, sio unyamaze, la hasha, bali usimuonee aibu Bwana, bali uwe tayari kumwambia mtu ya kwamba hii dhambi sio, badilika. Yupo Yesu wa Nazareti ambaye atakuponya, atakayebadilisha, atakaye kuokoa katika dhambi zako. Sasa Wakristo wengi wanajichanganya. Lakini ufahamu ya kwamba Mungu anataka kwanza ukae, kama umeokoka, kama umemjua Bwana, ukae na wachungaji, ukae na walimu, ukae na Wakristo, ukae na waombaji, ukae na watu waliokuwa kiroho kuliko wewe, wakuambukize nguvu za kiroho, wakuambukize neno la Mungu, wakuambukize ujasiri, ili sasa utakapoingia katikati ya wapagani, utakapoingia katikati ya watu ambao hamjui Yesu, uweze kumshuhudia Bwana pasipo haya, pasipo hofu, ukiwa na uwezo wa kujibu maswali, ukiwa na uwezo wa kukemea dhambi, ukiwa na uwezo wa kuwashauri watu, ukiwa na uwezo wa kuwaombea watu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Fahamu hii itakusaidia. Naomba twende katika madhara ya tatu. Madhara ambayo yatakupata ikiwa utakaa
mazingira ambayo Mungu hataki wewe ukae. Zara la 3 ni kwamba utampa shetani nafasi ya kutumia mazingira hayo kuwa sindano, mwiba, mjeledi, tanzi, mtego kwako katika njia zifuatazo. Utampa shetani nafasi. Utampa shetani nafasi. Moja ya nafasi ambayo utakayompa shetani ni kukufanya usione vizuri au bayana jinsi Mungu anavyotaka uone au uenende sawasawa na mapenzi yake. Utampa shetani kukufanya wewe, kama unataka kubaki kukaa kwenye mazingira ambayo Mungu anakuona huwezi kukaa hapo, au mazingira utakiwi kukaa, na wewe ukajekti kiburi, shingo ngumu, moyo wa jiwe, unataka kuendelea kukaa hapo. Sikiliza, kitakachofanyika ni kwamba kwa kufanya hivyo utampa shetani nafasi ya kukufanya wewe usione vizuri au usione bayana jinsi Mungu anavyotaka uone au uenende sawa sawa na mapenzi yake kwako. Kwenye ule mstari ambao tuliusoma wa kumbukumbu wa Hesabu mlango wa 33, Bwana aliposema 33 mstari wa 55, anasema, lakini kama hamtaki kuwafukuza wenyeji wa nchi watoke mbele yenu, ndipo hao ambao mtakao wasaza watakuwa kama sindano machoni mwenu na kama miiba ubavuni mwenu, nao watawasumbua katika hiyo nchi ambayo mwakaa. Sasa nataka nianze kuonyesha hawa wenyeji ambao Mungu alisema wana wa Israeli wakitaka kukaa pale wasikae pamoja nao, walikuwaje kama sindano. Sindano, anasema sindano machoni. Ni neno lingine tu, inakuwa kama mwiba au kitu kinachokuumiza. Labda umeingiwa na mbigiri au umeingiwa na mchanga machoni. Jinsi ambavyo ule mchanga ukiingia kwenye jicho unakukera, huwezi kuangalia vizuri, huwezi kuona vyema vizuri. Sasa jambo la kiroho lililoko hapo ni kwamba kama vile mchanga, kama vile mwiba, kama vile kitu kibaya kikikuingilia katika jicho lako, huwezi kuona vizuri, huwezi kuona bayana, unahangaika. Ndivyo kinachotokea. Ni kwamba hivi mazingira hayo ya kiroho yatakufanya usione vizuri mapenzi ya Mungu au vile Mungu anavyotaka uone. Nitatoa mfano. Wale watu ambao wana wa Israeli waliwaacha wakae, wale wana wa Israeli walivyoacha kwamba wakae na wale watu, unajua nini kilichotokea? Wale watu waliwafanya wasifuate lile neno la Mungu kama inavyopaswa. Wasiangalie Torati kwa jicho ambalo Mungu alikuwa ameliweka. Wasiangalie mapenzi ya Mungu na kuyapembua bayana yale ambayo Mungu anataka wao wafanye na anataka wao wasifanye. Walishindwa kupembua bayana. Walishindwa kuona vizuri kwamba ni kitu gani ambacho Mungu hataki sisi tufanye. Macho yao yakatiwa upofu. Maandiko yanasema Mungu wa dunia hii amewapofusha fikra zao wasipate kuona bayana. Utakaa na watu ambao wanakuambia na wanakushawishi ya kwamba jambo fulani ni sawa mbele za Mungu, jambo fulani liko okay, wamelihalalisha. Wewe nawe kwa kuwa umeendelea kukaa nao na umeendelea kubaki nao, basi kwa namna moja au nyingine ukajishangaa na wewe unakubaliana nayo, huoni vizuri kile ambacho Mungu anataka wewe ufanye. Macho yako yanakuwa yamepofushwa,
huoni vizuri tena. Huoni sawa sawa na yale ambayo Mungu anataka uone. Lakini siku ya leo ninataka tuombe. Hili somo nilikuwa nataka niendelee nalo, lakini ninaona Mungu ananiambia ndani ya moyo ya kwamba itoshe kwa leo. Itoshe kwa leo. Itoshe kwa leo. Subiri katika kipindi kijacho niweze kukupa somo muendelezo wa somo hili. Usikose muendelezo wa somo hili katika kipindi kijacho. Lakini leo natamani niombe na wewe. Natamani niombe na wewe. Natamani niombe na watu ambao wamekaa katika mazingira ambayo yamewabana. Hayo mazingira yamewafanya wasione makusudi ya Mungu vizuri. Hayo mazingira yamewafanya washindwe kustahimili upinzani wa shetani. Hayo mazingira yamewafanya ya kwamba washindwe kufikia malengo ambayo Mungu alikuwa ameyaweka kwao. Kama Mungu ameweka malengo kwako na wewe unaona unakwama, lakini kuna mazingira, kuna marafiki, kuna watu ambao wamekuzingira, au kazini kwako kuna watu ambao wamekaa na wamesababisha pale ambapo Mungu anataka wewe ufikie ushindwe. Natamani niombe na watu wa namna hiyo, sawa sana hili somo ambalo nimeliachilia siku ya leo. Natamani niombe. Sijui wewe Mungu anakusemesha katika eneo gani kama umesikiliza hili somo vizuri. Yumkini anakushikilia katika eneo fulani ambalo wewe mwenyewe unajua huwezi kustahimili. Labda ni unachati na watu ambao wanakushawishi uzinzi, unakaa na watu ambao wanakushawishi uvutaji wa sigara na bangi na pombe, unakaa na watu ambao wanafanya mizaha na wewe hivyo unafanya mizaha. Upo kwenye social media kama Facebook, WhatsApp, umejiunga kwenye magrupu ambayo mizaha ndio imetawala, unashindwa kupata uchaji wa Mungu. Hebu omba pamoja nami siku ya leo. Omba pamoja nami siku ya leo ili Mungu apate kukusaidia, ili Mungu apate kukutoa katika hayo mazingira. Na Mungu akupe nguvu ya kuweza kustahimili ushindani wa shetani ili upate kutembea kwenye makusudi ya Mungu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, namleta kwako huyo dada, namleta kwako huyo mama, namleta kwako huyo kaka ambaye amekaa katika mazingira ambayo Mungu yamemzuia wewe usifikishe makusudi yako kwake. Ninazungumza na huyo. Wengine hata hajui ya kwamba Mungu amekaa katika mazingira mabovu ambayo yamembana, anashindwa kufanya makusudi yako, na wewe pia unashindwa kuweka makusudi yako mbele yake. Ninaomba juu ya kaka na dada na baba na mama ambaye anasikiliza na anaona mahubiri haya na maombi haya, popote pale alipo, akiwa nyumbani, akiwa kwenye gari, akiwa shuleni, akiwa ofisini, akiwa kazini, akiwa anasafiri, akiwa anatembea, akiwa amekaa, akiwa amelala. Bwana, ninaomba nguvu zako zipite, zikiwa Kilimanjaro, ikiwa ni Tanzania, ikiwa ni Afrika, ikiwa ni Ulaya, ikiwa ni sehemu yote pale duniani, huyo mtu alipo Bwana, ambaye Mungu maombi haya yatamfikia na atayapokea kwa imani. Bwana, ninaomba umtoe kwenye mazingira hayo. Mungu, naomba utengeneze mazingira ambayo Bwana unapotaka kupita na kumsaidia ili aweze kupokea baraka ambazo Mungu unataka azipokee, hayo mazingira yasimkwamishe. Kama ni mazingira ya uchawi, Mungu yaondoe. Kama ni mazingira ya miungu mibovu, Bwana yaondoe. Kama ni mazingira ya ushawishi na ibilisi kwa kupitia watu yamembana mtu huyo hata anashindwa kupokea makusudio yako, Bwana Yesu, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba Bwana upite katika eneo hilo sasa. Malaika za Bwana wapite katika hilo eneo, wakatangue na kupasua bahari iliyo mbele yao, wakaondoe mapepo yaliyokuwa mbele yake, yaliyokaa kwenye kazi, yaliyokaa kwenye nyumba, yaliyokaa kwenye familia, yaliyokaa kwenye hiyo ndoa, yaliyokaa kwenye uchumi, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hilo eneo linalozuia baraka
baraka za Mungu zisifike juu ya huyo dada, zisifike juu ya huyo mama. Ninaomba Bwana Yesu, ingilia kati, tengeneza Bwana, badilisha hayo mazingira, badilisha huo moyo, badilisha hao watu. Kama ni mtu amekaa na kuweka ukwazo na kuweka kizuizi ili huyo kaka na huyo dada, huyo mama na huyo baba asipokee baraka zako katika hilo eneo, Bwana ninaomba tengeneza hayo mazingira, waondoe hao watu, waambie wapishe. Maana wana wa Israeli walipopita katika ile nchi ya Kanaani, wafalme waliokuwa wanawazuia, Bwana wewe uliwapiga, uliwaambia waondoke, uliwapangua pembeni. Wale wafalme wakina Balaki walioinuka kutaka kuwalaani wana wa Mungu, Bwana uliwatia katika kinywa chao watamke baraka badala ya laana. Mungu, ikiwa wako watu ambao wanamzuia huyo mtumishi wako asifanikiwe, asipokee baraka zako, Bwana waondoe pembeni Bwana, wapeleke sehemu nyingine Bwana. Mungu, kama ni mapepo Bwana yaondoe katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Na ninaomba nguvu zako zikamfanikishe huyo mtu pale ambapo astahimili changamoto anazozipitia Bwana. Mungu, ninaomba Roho Mtakatifu mtie nguvu, mtie uweza, mtie ujasiri, mpe nguvu zako aweze kupambana na maadui. Mpe nguvu za maombi huyo dada, mpe nguvu za maombi huyo kaka na huyo mama na huyo baba Bwana ambaye ananiangalia na kunisikiliza. Mungu, aweze kustahimili nguvu za ibilisi, aweze kushinda katikati ya mashindano ambayo Bwana anayapokea. Maana wewe ni Mungu mwenye nguvu, jina lako liinuliwe, utukufu na heshima ni kwako Bwana. Ninasema asante kwa kuwa Bwana maombi haya yatakwenda kumsaidia yeye ambaye anamhitaji. Katika jina la Yesu ninaomba nikiamini, amen. Basi Mungu akubariki sana ambaye umesikiliza somo hili. Usikose kipindi kinachofuata, sehemu ya pili ya somo hili. Tutaendelea mahali hapa tukizungumza madhara na namna pia ya kutoka katika hayo madhara. Jina langu mimi ni Mwalimu Walter Mrisho. Ukiwa una sadaka unataka kumtolea Bwana, tuma katika namba ambazo zipo katika website yetu, katika channel zetu. Na kama hujui hizo namba ni 0714-766-148, ni 0714-766-148. Tuma sadaka yako na Mungu atakubariki sana. Lakini pia namba hizo, kama unahitaji maombezi, tuma katika namba hizo. Unahitaji ushauri, unahitaji maswali ili ujibiwe ya kimungu, tuma katika namba hizo. Umepona, umepokea uzima, umebarikiwa na somo, una mambo unatamani ujifunze zaidi, tuma katika namba hizo ujumbe. Lakini kama ni sadaka, kumbuka kwamba tunahitaji tupate kamera, tunahitaji tupate vifaa kama vile mic na mixer na vitu ambavyo vitasaidia huduma hii iende vizuri. Kwa hiyo ikiwa Mungu amekubariki na ikiwa unataka kuachilia baraka hizo kwenye madhabahu hii, basi Mungu akusaidie na Mungu akuonekanie katika kila eneo. Basi hata tutakapoonana tena, jina la Bwana libarikiwe, utukufu na heshima ni kwa Mungu wetu. Amen.